Siku hii ya leo nitaendelea kusema nawe kwa habari ya siri za neno la Mungu, nikiwa katika eneo la ulinzi katika neno. Ikiwa ni mara yako ya kwanza unafuatana nami kwa habari ya huduma Mobile Church, andika neno pamoja, tuma kuja kwa namba hii ya 0755 na utapata maelekezo ya kina kabisa ni kwa jinsi gani tunaweza kukuhudumia mahali popote ulipo katika nchi ya Tanzania. Nikukumbusha siku hii ya leo ni mkesha 5 usiku hadi saa 9:30 alfajiri. Na namna kushiriki mkesha huu mahali popote ulipo, fungua simu yako eneo la message, andika neno na kesha, tuma kuja kwa namba hii ya 0755 kisha utapokelewa na kupewa maelekezo mazuri kabisa ni kwa jinsi gani unaweza kushiriki mkesha na Mungu akakuonekania hapo hapo nyumbani kwako. Ikiwa kuna adha, dhiki, shida au kifungo kiwayo chote cha giza, basi kupitia mkesha wa leo ngome hizo zianguke, nawe ubaki huru salama, ukimuinua, ukimbariki, ukimtukuza na kumshangilia Mungu katika maisha yako. Hali kadhalika, kama uko kwenye mitandao ya kijamii Instagram, Twitter, Facebook, unaweza ukatupata kwa jina hili la Mobile Church Tanzania. Share, comment, like, shirikisha wengine ili waweze kujua habari za ufalme wa Mungu kupitia jina la Yesu Kristo, nao wapate kufunguliwa na kuponywa na kuwekwa huru. Twende sasa katika somo la siku hii ya leo, ulinzi kupitia neno la Mungu. Maandiko katika kile kitabu cha Mathayo Mtakatifu, ile sura ya 4 mstari wa 1 hadi wa 11, japo mimi sintaisoma yote, ila nikusihi sana upate muda uisome yote kwa kutafakari. Ukisoma mstari wa 1, Biblia inasema, kisha Kristo Yesu alipandishwa na Roho nyikani ili ajaribiwe. Naomba ushike sana hiyo. Alipandishwa na Roho nyikani ili ajaribiwe. Alikuwa chini ya uongozi wa Roho Mtakatifu. Biblia inasema akafunga na kuomba kwa siku 40 mchana na usiku. Angalia mstari wa 2 kwenye Biblia yako katika kitabu cha Mathayo sura ya 4 mstari wa 1 hadi wa 11. Mstari wa 2 anakazia kafunga mchana na usiku. Angalizo langu, usifunge maombi ya muda mrefu bila uongozi wa kiongozi wa kiroho, mchungaji wako au mshauri wa kiroho, kwa sababu yanaweza kuja kuwa na matokeo mabaya. Hali kadhalika kama hujaongozwa na Roho Mtakatifu.